Okay bana, leo hii tunaanzia kwa mzee Haruni akiwa ametoka cheka pamoja na kijana wake Mahiri. Mahiri anamsihi babake, ambaye baba, inapaswa Rachi pamoja na Helen wafahamu kuhusu swala lako la ugonjwa. Lakini mzee Haruni anamwambia hivi, mwanangu Mahiri, haina haja tafadhali, sitaki umwambie mtu yote. Sina imani na Rachi. Rachi ataanza kung'ang'ania urithi. Tafadhali nakuomba ukae kimya. Sasa upande wa pili, Zahide bana anamfuma yule jamaa ambaye alifungisha ndoa kati ya Asiye na Mahiri. Sasa anaamua kumpigia simu ifi yake na kumwambia kwamba hivi na kutumia picha muone yule jamaa ambaye alifungisha ndoa ya Asiye na Mahiri, akamrekodi na kisha akamtumia wifi yake, huku akicheka sana. Kumbe ni washenzi sana. Sasa upande wa pili, Zuhura naye anaibukia nyumbani kwa bwana mkubwa Mahiri. Sasa Mahiri anambia, unafanya nini? Anambia, hapana, sija kwa ajili yako wewe, nimekuja kwa ajili nimepata mwaliko kutoka kwa Zahide. Sasa bidada Helen kweli bwana anapata kuziona video za yule jamaa alifungisha ndoa akiwa achilichisha midole, huku akimuonyesha bidada Zuhura kwamba ni kweli imeshaanza kuamini maneno yake. Kumbe wakati anamwambia hivyo, kumbe bana mama yake na Mahiri alipata kusikia kila kitu, kujua kwamba ndoa ya Mahiri na Asiye ilikuwa ya kimchongo. Kwamba sasa mimi mwenyewe simpendi kabisa Asiye. Asiye ni amekuwa mshenzi sana. Sasa upande wa pili, mama yake na Mahiri baada ya kujua kila kitu, sasa alikuwa zake jikoni analia. Bidada Helen alimfuata kwa ajili tu ya kumwomba dawa kutuliza maumivu. Sasa anamkuta mama, kwa nini unalia baby? Nimesikia kila kitu. Nimesikia kwamba Asiye, ndoa ya Asiye na Mahiri ni ya mchongo. Imeniumiza sana. Tafadhali na mwanangu, na kuomba usimwambie mtu yote. Naomba swali katikati yetu, na kuomba, sitaki kumwambia, sitaki kumpoteza furaha mwanangu. Ongea pale maneno fulani hivi ambavyo ili mada ishie pale. Sasa mtoto Nerigisa rafiki, na nilikuwa na shida ya juisi ili nimpelekee baba na mtoto mdogo wangu. Ambia saba, wewe chukua, nenda. Ambia wakati anachukua akatazama kweli kwa jicho kali sana bibi yake, na pamoja na Heli wakameza hapa kaondoka. Sasa jioni yake ilivyofika, ilikuwa ni siku ambayo ni kumbukizi ya penzi la Rachi pamoja na bidada Zahide. Kwa hiyo sasa Zahide alikuwa akimuonyesha baba mkwe na mama mkwe kwamba jinsi vitu vilivyosetiwa, kwamba hapo litakaa buffet, picha itakaa hapo, kila kitu kitakaa kwa mpangilio wake. Mzee Haruni pamoja na mama mke wake wakanafurahia kweli, kila kitu kimekaa on point. Upande wa pili, bwana mkubwa sasa Rachi alikuwa anapunga zake upepo. Sasa anatembea na bidada Zahide. Akati angeongea na Zahide, Merali anaingilia kati. Merali kuingia kati, anambia, umefanya nini? Kwanza unaangalia nilivyopendeza. Mzozo ukaanza kati ya Merali pamoja na bidada Zahide. Sasa ugomvi ukazidi kuwa mkali zaidi baada ya bwana mkubwa Rachi kusema kwamba hivi, mimi ndio nilimnunulia hizo nguo kwa sababu ulikatakata nguo zake zote. Bidada akaona dharau, kabidi sasa kuvishia varangati pale. Mshenzi kabisa, umealikwa, ondoka. Nisikuone hapa. Mshenzi, ondoka nimesema. Wewe nini? Kwa sababu shida gani ya ngambia, mpumbavu, nakwambia aondoke, mshenzi mkubwa. Subiri tuliza hasira zangu. Leo kumbukizi ya penzi letu. Wakatuliza pale hasira zao, wakabidi sawa waende zao ndani kusherehekea. Huku bidada Merali alikuwa ameshaondoka muda huo. Bwana mkubwa Rachi pamoja na bidada Zahide wakapokelewa kwa shangwe kubwa. Jamani, nashukuru kila mtu kwa kufika jamani, leo ni kumbukizi ya penzi letu. Tumepitia milima na mabonde. Na kuomba nikubusu. Makofi ya kutosha, kila mtu mpigia makofi. Hongereni jamani. Keki pale kaletwa, ikabidi sasa wakate keki. Je, Merali atakubali kumwachilia bwana mkubwa Rachi ama atamrudia tena Rachi?